Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment na kubonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata video zetu. Leo tuko na simulizi nzuri na yenye kupendeza, mapenzi kati ya vitabu na jembe. Diana alikuwa msomi aliyemaliza shahada ya pili ya sheria mjini Dar es Salaam. Alikuwa mrembo, mwenye akili nyingi, lakini mwenye tabia ya kujiona yuko juu, hasa kwa watu wa vijijini. Baada ya kumaliza masomo, alilazimika kurudi kijijini kwao kwa muda mfupi kumsaidia mama yake aliyeugua. Alikuwa ameapa kutokaa vijijini zaidi ya wiki 2, maana kwa macho yake kijiji hakikuwa mahali pa mtu mwenye ndoto kubwa kama yeye. Siku ya pili tangu arudi, alikutana na Juma, bwana shamba, aliyekuwa na mwili uliojengeka na macho ya kutazama mpaka rohoni. Juma alikuwa kijana mkakamavu, mwenye maarifa ya kilimo na ujasusi wa asili. Ingawa hakusoma sana, hekima yake na maneno yake ya upole vilimvunja nguvu Diana taratibu. Diana alipoona jinsi Juma alivyojali mazingira, jinsi alivyojitolea kwa jamii, na hasa jinsi alivyomtazama kwa jicho la heshima na si tamaa, alianza kuyumbishwa. Walianza kukutana mara kwa mara kwenye shamba la mihogo, mara kwenye bustani ya mboga, hadi walipoanza kushiriki chakula cha jioni pamoja nyumbani kwa mama yake. Mwishowe, Diana alijikuta akivua viatu vya ujuaji, akajifunza kupanda maharage, na polepole akamkaribia Juma kwa namna ya kimwili na kihisia. Mvua zilipoanza kunyesha, walikuwa hawakukimbilia ndani mara moja. Walifurahia wakikumbatiana chini ya mvua kama watoto. Lakini mambo hayakuwa rahisi. Familia ya Diana haikuweza kuvumilia msomi wao kuangukia kwa bwana shamba. Walianza kumbana, kumtishia, hata kumrudisha mjini kwa nguvu. Siku zilivyosonga mbele, moyo wa Diana ulizidi kuchanganyikiwa. Alikuwa jijini Dar es Salaam, amerejea kazini kama wakili msaidizi katika kampuni maarufu. Lakini kila siku jua lilipozama, fikra zake zilirudi kijijini kwa Juma, kwa mashamba ya viazi. Aliandika meseji nyingi kwa Juma, lakini hakutuma hata moja. Alikuwa na hofu ya kuitwa msomi aliyeanguka kwa mtu wa kawaida, lakini moyo haukuwa na sheria. Usiku mmoja alijikuta akilia machozi ya upweke, huku akisikiliza ujumbe wa sauti wa Juma aliotumiwa muda mrefu nyuma. Diana, sijui kusoma sana, lakini najua kupenda, najua kutunza, najua kuamini. Kama unarudi, usirudi kwa huruma, rudi kwa moyo wako. Maneno hayo yalimvunjia ukuta wa kiburi. Asubuhi iliyofuata aliandika barua ya kuacha kazi. Wenzake walimshangaa, lakini hakujali. Alipanda basi kurudi kijijini, akiwa na begi moja, moyo mzito, lakini tumaini jipya. Alipowasili kijijini, moyo wake ulijaa hofu. Je, atanipokea au amenisahau? Alitembea hadi shamba la miwa, hapakuwa na mtu. Aliendelea hadi bustani ya mboga, na hapo alimuona Juma akiwa kwenye jembe. Jasho lilitiririka. Alipomtazama, moyo wake ulitetemeka. Juma alimuona. Kwa sekunde chache walitazamana kimya. Kisha Juma alitembea polepole hadi kwake. Akauliza, umerudi? Diana alijibu kwa sauti ya mchanganyiko wa aibu na upendo, sikuja kukutembelea, nimerudi nyumbani. Bila kusema neno lingine, Juma alimkumbatia, si kwa haraka, bali kwa nguvu za upendo uliovumilia vizingiti vya tabaka, umbali na kiburi.
walikumbatiana kama watu waliopoteana na hatimaye kuunganishwa na nguvu kubwa kuliko elimu, upendo wa kweli. Siku zilifuata, Diana alianza maisha mapya. Alifungua ofisi ndogo ya ushauri wa kisheria kijijini, akawasaidia wakulima na wanawake. Wakati huo huo, alijifunza zaidi kuhusu kilimo kutoka kwa Juma. Waliishi maisha ya kawaida lakini yaliyojaa furaha ya kweli.